forever. May the Father keep us for his glory. For his mercy endures forever. Amen. Amen. Watu online wako pamoja na sisi? Amina. Okay. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ikiwa leo ni tarehe 10 mwezi wa 5. Hallelujah. Amen. Mungu ametupa kibali sana kuweza kuwepo mahali hapa. Na ninayo furaha na ni furaha yangu kubwa kuweza kuona tena nyuso za watakatifu wa Mungu. Mmepewa neema na kibali. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, there is anybody with a testimony before tuendelea? Yeyote mwenye ushuhuda kabla tuendelea sana, tuweze kusikia kile ambacho Mungu amefanya. Imani zetu zikajengwa kwa dakika chache tu. Quickly please. Mtumishi Fabi. Quickly. Sogea mbele mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimefurahi tena kuwaona. Kwa wale wasionifahamu, naitwa Neema. Baba Prince Melchiori ni baba yangu. Amen. Nilikuwa nasali mahala hapa na bado nipo nasali mahala hapa, sijahama. Bwana Yesu asifiwe. Wewe binti yangu bana amefunga safari leo kutoka Chalinze. Alafu kuna mtu anakaa Tegeta hapo anasema hapa mbali, shindo kwa jina la Yesu. Mwambie shindo kwa jina la Yesu. Imagine kutoka Chalinze alafu unakaa hapo si Goba unasema mbali. Mungu akurehemu. Karibu mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipata mwaliko wa kufika ibadani siku ya leo kutoka kwa mtumishi. Nilipata mwaliko wa kufika siku ya leo ibadani kutoka kwa mtumishi. Lakini toka nimepata huo mwaliko, niliona kuna vitu vilikuwa vinajiinua kutaka kunizuia ili nisije. Tangia asubuhi nilikuwa napambana kweli. Mpaka nimepata usafiri, ilikuwa ni saa 6 ya mchana. Tangia asubuhi. Mara ruhusa itoki, mara imetoka, mara kuna kitu kimetokea, mara tena hivi. Yaani vizuizi tu, lakini mimi nilishatambua kwamba hii ni kwa sababu ya ule mwaliko nilioupata kutoka madhabahuni. Haleluya. Amen. Lakini namshukuru Mungu sana. Alinipigania, nikapata kibali, nikatoka kwenye changamoto ya usafiri, akanifanyia wepesi. Amenilinda hadi nimefika mahala hapa. Kwa hiyo ninayo kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa ajili ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mshangilie Yesu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. God bless you. God bless you. Mungu akubariki sana mwanangu, na Mungu leo atakushangaza. Wewe toka Chalinze paka hapa alafu eti ika kaida mwambie jirani yako nakataa. Mwambie nakataa kuacha mambo yangu alafu je kwa kawaida, sema nakataa. Niliona kama kuna mwingine anataka kushuhudia quickly basi. Au umegeisha? Navuta pumzi. Njoo ushuhudie Yesu asikie kile ambacho Mungu amefanya. Mpe maiki mtumishi wa Mungu quickly. Najua Jumapili iliyopita sikuwa na nyie, kwa some of you mnajua bado mnashangaa. Mungu awape neema. Hallelujah. Karibu mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshuhudia Mungu katika madhabahu haya. Amenitendea makubwa ambayo hata mimi mwenyewe sikutegemea. Ni Jumapili ya mwezi wa 4, sikumbuki ni tarehe ngapi. Before sijaja hapa, mtumishi aliniambia nakuomba uje kanisani. Ila mimi niichukulie jambo la kawaida, nikasema sawa nitakuja. Na kweli Mungu alinisaidia, nilikuja tukasali hapa, lakini aliniambia maneno haya. Mungu amenipa upendeleo. Na before sijaja hapa, nilikuwa nimekuja na maombi yangu mimi mwenyewe. Nilisema lazima nikija kwenye madhabahu haya nije na maombi yangu. Nilikuwa na maombi matatu, yes. La kwanza ilikuwa ni kuombea juu ya familia yangu ambaye ni babangu. La pili ilikuwa ni juu ya kazi. Na la tatu ilikuwa ni salary, ambayo kazi zote nitakayopata salary hiyo iwe ni kiasi fulani. Na Mungu wa ajabu kupitia madhabahu haya Mungu amenitendea. Nimepata kazi. Amen.
nimepata kazi pia, ule mshahara nilomuomba Mungu pia nimepata. Amen. Watu wahoga kweli. Haleluya. Mnakumbuka ngapi nilimwambia naona neema hela kwake? Mnakumbuka Nilimwambia kuna pesa. Au si nikwambia nikumbuke? Sawa, nenda kakae. Nilimwambia sasa hivi ni mtindo wa Yusufu tu. Nikuombea neema kitu naambia unikumbuke. Si ndio? Yusufu alipotabiria wale watu, alipotafsiria wale watu ndoto kule gerezani, akaambia mfanye nini? Nimeshtuka inga na saugi. Kwa sababu mimi nakupa pesa na mzigo wako nimeombea watu wengi na wamefanikiwa, wameenda wametokomea. Si ndio? Kwa sababu mimi nakupa na mzigo kumbuke. Haleluya. Amen. So nikwambie wewe uko hapa mahali hapa siku ya leo hujakosea, uko mahali sahihi na Mungu utamuona. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama sitagusa mahitaji yako yote, sitazungumza ama yamkini sikuguse kabisa, lakini just believe for you to be here. Mimi nasema kitu kimoja. Mungu hawezi kuja kuruhusu kafika hapa bure. Amen. Amen. Trust me for that. Amen. Kama as long as Mungu amekupa neema ya kufika hapa. Hiyo ni kwa mwaliko, kwa bahati mbaya, kwa makusudi, ulikuwa unapita ukajisikia kuingia, whatever. God atafanya kitu kwako. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Tujie moja kuja kwenye somo la leo, andika kichwa cha habari kusudi. I'm going very quickly and very fast kwa sababu muda wangu uko nje tayari. Lakini hatuko nje ya Mungu, tuko tu nje ya muda. Hallelujah. Amen. Hatuko nje ya Mungu, tuko nje ya muda. But by the grace of God, everything will be fine. Kusudi. Thank you Jesus. So kila mwanadamu anapozaliwa, kusudi ni kila ambacho mwanadamu amewekwa kufanya. So kila mwanadamu anapozaliwa, ndani yake Mungu ameweka nini? Kusudi. Naomba tufahamu hilo kwanza. Kusudi ni kile ambacho Mungu amekutengeneza wewe kukiishi au kukifanya. Sasa kwa kila mwanadamu anapozaliwa, ndani yake Mungu aliweka kusudi ambalo kwa hilo ataishi na kumfurahisha Mungu. Elewa jambo la kwanza. Ataishi na kumfurahisha nani? Mungu. Sasa afu la pili, atapoishi na kumfurahisha Mungu, lakini pia kumfurahia Mungu. Sasa atamfurahisha Mungu kwa hilo kusudi, alafu atamfurahia Mungu kwa hilo kusudi, na kisha kufaidisha ufalme wa Mungu. Kusudi limefungwa hapo. Sasa kusudi limefungwa wapi? Hapo. Kwanza linamfurahisha Mungu, pili wewe mwenyewe unalifurahia, tatu linakwenda kufurahisha ama kufaidisha ufalme wa mbinguni. Sasa sikiza kwa makini, taratibu tunaenda. Kwa kusudi halijaja tu kukufurahisha peke yako. Kusudi halijaja tu kufurahisha familia yako, lakini limekuja kwanza kumfurahisha Mungu ambaye amekuwekea kusudi hilo ndani yako. Alafu pia wewe na umfurahie Mungu kwa kusudi hilo. Alafu tatu lifanyike kwa faida katika ufalme wa Mungu. Are we together? Amen. Tuko pamoja. Amen. Sawa sawa? Kwa hiyo hapa sasa, pale unapozaliwa mwanadamu, huwa kuna furaha au shangwe ushuka. Pale mwanadamu anapofurahiwa, kuna furaha ama shangwe uachiliwa ama ushuka. Mwanadamu wote anapozaliwa. Ndio kama atoka mtoto wa tunguri sijui. Lakini mwanadamu wote anapozaliwa kuna furaha. Though at that time mtoto yule analia, si ndio? Lakini at that time kile kilio chake mama anaposikia. Na ndio maana kama ni daktari au mama shazaa, unafika hospitalini, mtoto asipolia, japokuwa nyama jao kulia ni maumivu, si ndio? Lakini mtoto asipolia, wewe furaha yako inaondoka. Hivi ushajiuliza kwa nini? Wewe akilia sasa hivi na ukubwa huu, unasema Mungu wangu mtoto anadeka na shida gani, si ndio? Lakini pale hospitali asipolia, ndio utajiuliza na shida gani?
Hivi uje challenge kidogo kujiuliza maswali kama haya. Ukilia sasa mama yako anajiuliza una shida gani? Lakini pale usipende ukilia, haulizi kuna shida gani, bado anafurahi. Sijui kuna siri gani tawatia biolojia, si ndio? Lakini tumeanza na kifahamu. Pale unapozaliwa, ipo furaha ambayo inakuja kwako, alafu inakuja kwa wazazi wako, alafu inakuja kwa kila mwanafamilia. Kwamba mtoto amefanya nini? Amezaliwa. Lakini jambo moja ambalo tulijui, furaha ile sio ya kwako peke yako. Naomba unaelewe vizuri. Furaha ile ambayo mnakuwa mnafurahi siku ile, familia na furahi, sio ya kwako peke yako, bali hata mbinguni ufurahi. Na ufurahi sio kwa sababu una wa kike. Mbinguni ufurahi sio kwa sababu wewe ni most handsome boy katika uko wenu. Maana kuna wengine wanazaliwa, alivyo handsome familia nzima inafurahi. Ndio handsome wa kwanza amezaliwa, si ndio? Si ndio? Amen. Mama mnaelewa mtoto wangu handsome. Unaweza kupiga picha mababu walivyokuwa na sura mbaya, wasema Mungu huyu naye unilindie, si ndio? Sasa lakini mbingu inapofurahi haifurahi kwa sababu ni wa kike. Kwa sababu kuna familia ambazo zinafurahi kwa sababu mtoto amezaliwa kiume. Si ndio? Kuna familia zinafurahi kwa sababu zilikuwa na shida mtoto wa kike nao amezaliwa wa kike. Kwa hiyo nao zinakuwa na furaha. Sawa? Lakini mbingu inapofurahia, mbingu inaposhangilia, haishangilii kwa sababu jinsia yako ni ya kike au ya kiume. Mwambie jirani yako tunaanza kuelewana. Tunaanza kuelewana. Unanielewa? Mbingu inafurahia kwa sababu kusudi limeingia duniani. Halo? Amen. Mbingu inapofurahia inafurahia kwa sababu nini? Kusudi limeingia duniani. Na kwa nini inafurahia? Kwa sababu kusudi lile la kwenda kumfurahisha Mungu, linaenda kufanya wewe umfurahie Mungu na kisha kukusababisha wewe faida kwenye ufalme wa Mungu. Na hiyo ndio sababu kamili inayofurahia mbingu. Mbingu haikufurahi kwa sababu ya most handsome or most beautiful. Hapana. Hata ungezaliwa na kope zako zimechanikia huku, ndio uzuri uko, si ndio? Si ndio? Au si umekuwa mweupe sana basi mbingu ikufurahi kwa sababu ni mweupe? No. Mbingu inafurahi kwa sababu inaona sehemu ya kitendea kazi cha Mungu katika ufalme wake kimetokea duniani. Unaelewa vizuri? Inaona moja ya tumaini la Mungu nao limeingia duniani. Kwa linaenda kufanywa kazi. Anabanga sema jambo la kwanza, kusudi Mungu anaweka ndani yako haeki kwa ajili yako peke yako. Anaweka kwa ajili ya kumfurahishia yeye, afu na wewe mfurahie, na kisha Mungu mwenyewe ufalme wake upate nini? Faida. Kwa mbingu inatazama hivyo. Mbingu inapokutazama wewe ndicho kinachoona ndani yako. Inaona kusudi la Mungu ambalo litamfurahisha Mungu wao. Si ndio? Afu litakufanya wewe umfurahie Mungu. Afu haitaishia hapo, bali itasababisha na faida katika ufalme wa Mungu. Mtu asiofani yule tu ambaye hizi kupa ufalme wa Mungu faida. Mtu aliyopotea ni yule katika ufalme wa Mungu ufaidiki chochote juu yake. Halo? Amen. Halo? Amen. Tunaelewa taratibu? Amina. Tunaelewa taratibu? Amen. Ngoja jambo kimoja kizuri sana hapa. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Maana kuna watu wakiambiwa wanakuambia mtumishi, hiyo koko umetolea wapi? Let me read for you, okay? Hii tuende sawa sawa. Kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza mstari wa 18 hadi 23. Naomba mtu anisomee haraka sana hapo. Mathayo mlango wa kwanza mstari wa 18 hadi 23. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Mathayo 18, Mathayo 1:18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. 21. Naye atamzaa mwana, naye atamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa
watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie lile neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, nao atamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naanza kuonyesha kuwa Yesu Kristo alipozaliwa yenyewe kuna kusudi lilimfanya akazaliwa. Na kusudi la kwanza malaika na declare ama analitamka ya kuwa lilikuwa ni kuja kukomboa wanadamu na dhambi zao. Halo? Amen. Tuko pamoja? Ilikuwa kumkomboa mwanadamu na dhambi za, ndio kusudi la kwanza. Sasa understand this. Elewa hili hapa. Shetani anapopambana na wewe, hapambani na wewe kwa sababu wewe ni mweupe. Hapambani na wewe kwa sababu kwani una shepu wengine wana shepu. Unaelewa? Hapambani na wewe kwa sababu wewe ni mrefu wengine sio warefu. Anapambana na ambacho kiko ndani yako. Every time wakati unamshinda anainua vita, hainui vita kwa sababu nyingine. Leo kwa sababu unasema mimi na vita sana kwa sababu mimi ni wa kike. No. Shetani anapigana na wewe kwa sababu wewe ni wa kike. Shetani anapokutazama wewe anaona kitu ambacho ndani yake kitaharibu ufalme wake. Kwa anapoanza kupambana na wewe, anapambana na wewe kwa sababu ndani yako ameona kuna purpose, kuna kusudi ambalo kwake aliendani naye. Hello? Amen. Na kitu kibaya ambacho watu kijui, wanafikiri shetani anapambana na watu wazima. I'm telling the truth. Tangu the day umezaliwa pap, shetani anaanza vita na wewe. Ndio nirudio nielewe. Tangu ile siku ya kwanza umezaliwa, umeingia duniani pale, si ndio? Ulipigwa kofi, wengine walilia kwa kupigwa kofi. Wengine walitoka wakaanza kulia, wengine kabidi apigwe kofi kwanza boostiwe, si ndio? Ndio akaanza kulia. Lakini that moment ambapo ulizaliwa, tayari vitako lianza pale pale. Kibaya ni kwamba wakati mwingine tuna watu ambao hawajui ya kuwa vita yetu huanza pale tunapozaliwa. Na wengine sina kiweza kuwachungulia kuanzia tumboni, anaanzia nao tangia tumboni. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngoja ngoshe kitu kimoja kizuri. Kitabu cha Mathayo wa 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Mathayo 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Neno la Mungu linasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Ndio. Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Naenda kusoma mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Sikia vizuri. Mtoto Yesu wakati huo hana habari. Mwambie jina lako, mtoto Yesu hana habari. Mtoto Yesu hana habari. Mwambie tena hana habari. Hana habari. Kama wewe ambavyo ulikuwa huna habari. Kama wewe ambavyo ulikuwa huna habari. Sawa sawa? Wakati ambapo Yusufu na Mariamu wamepata mtoto wao wa kwanza Yesu, japokuwa walikuwa sio mama zao na baba zao, ila hivyo hivyo hata tumeze. Haleluya. Amen. Biblia inasema malaika anamtokea, anamwambia hivi, mchukua mtoto umuondoe kwa sababu shetani, na basi tuseme kaida kama nyenye mvosoma, Herode anamtafuta mtoto aweze kumwangamiza. Lakini listen to me. Herode anamtafuta Yesu kwa sababu Herode na Yesu ni wapinzani. How? Herode ni mfalme na Yesu amezaliwa na nyota ya kifalme. Kwa hiyo mpiganaji wa Yesu lazima awe mfalme. Ndio maana tukiona hata siku ya kusulubia kwake wengi wanamuuliza maswali hivi, tuambie wewe ni mfalme wa Wayahudi, kwa sababu angejibu ile ni vita ya kifalme. Walikuwa wanajaribu kuthibitisha kile ambacho wamekisikia na kile ambacho ndani yao wanashuhudiwa ya kuwa huyu ni mfalme naye. Unaelewa vizuri? Amen. So ni jambo la ajabu sana kama utajifariji ya kwamba mimi bado mdogo. I'm telling the truth. Kuna watu ambao wao wameishia la 7 wanafikiri wameishia la 7 kwa sababu kwa hawana hela au kwa sababu hana akili. Si ndio? Lakini unajua shetani alijua ukifika chuo wewe msumbufu. Kwa akapambana nao mapema.
Shida na hiyo tulionayo. Shetani alichungulia na wazazi wetu hawakuwa wanafahamu. Hawakuwa wanaelewa. Wakachukulia kawaida tu. Si ndio? Amen. Lakini nao umefika sasa hivi. Sasa kitu cha ajabu kilivyo. Sasa hivi umefika katika umri fulani, unaanza kujiona mimi ni fulani. Lakini ukianza kuchungulia chini kote kuna kukataa. Ngoja nizungumze vizuri. Sasa hivi umefika wakati ambao ukiangalia mimi nina wito fulani ama mimi nitakiwa neno fulani, lakini ukichungulia misingi huko chini kote kumevurugika. Kushoto kulia. Kwa hata ukijaribu pa juu kujialign, kujiweka sawa sawa, kujiambatanisha, ni pagumu kwa sababu moja. Chini itaanza kupambana nao mapema pasipo wewe kujua. Hello? Amen. Hello? Amen. Sasa wengine wakaharibiwa mfumo wa shule kwa sababu tena nilijua wakienda na elimu huyu akifikia hapa shule inaanza kuwa kavu. Inaanza kuwa ya moto, kwa kabomoa mfumo wa elimu. Kwa akifika juu anakosa ujasiri kwa sababu anashtuka kwamba kuna vitu na vitaji lakini ni vikombe vya kielimu. Nao nimefika wakati ambapo sio elimu tena. Na kibaya ambacho kinatokea tunajua kujitambua vibaya. Listen. Kati ya vita ambao tunayo na sio wewe tu, hata yule ambaye hamjui Mungu. Mmoja ya vita ambayo anayo sio mlokole, hata asiokuwa na dini. Mmoja ya vita ambayo anayo ni kutokujijua yeye ni nani. Listen to me, nataka nirudie unielewe. Mmoja ya vita ambayo watoto wako wanayo, na yamkini bado mpaka sasa hivi nao pia wanapambana, ni ya kutokujua kusudi la Mungu kwenye maisha yako ni nini. Hii ni vita ambayo itakaishe. Yaani hata kama amezaliwa pembeni ya mganga, useme kwa sababu itakuwa rafiki na mganga basi rafiki na kuzimu atajua kusudi lake. Uongo. Shetani anapambana sana mtoto dunia asijue kusudi lake, kwa sababu kila kusudi limebeba Mungu ndani yake. Amen. Si unanielewa? Amen. Kila kusudi, hata kama aendi kanisani, amtaki. Kuna wale ambao Mungu ni wao wenyewe, si ndio? Lakini kila kusudi ndani yako shetani hataki ugundue, kwa sababu kila kusudi ndani ya mwanadamu ni Mungu ameliweka, na kwa sababu hiyo liko kwa ajili ya kumfurahisha Mungu. Wewe umfurahie Mungu na lete faida kwa nani? Kwa Mungu. So hata kama unamwona kule sijui ni dini gani, unamwona amepotea, sawa, lakini shetani bado anapambana naye asijue kusudi lake, kwa sababu the moment atapojua anabadilika, anarudi kwa Mungu. Hey. Hello? Amen. Hello? Amen. Now let me tell you something. Moja ya vita mbaya ya kusudi ni hii hapa. Kuna watu familia sasa hivi zinateseka. Ukimuuliza mama shida nini, mama hajui. Sasa Amen. baba haelewi. Lakini shida ni kusudi. Mtoto alomzaa. Hey, let me teach you something. Kitakusaidia na kitatusaidia. Hey, Lisa mantala bakuria mantele basia. Thank you Jesus. Listen to me. Kusudi la mtoto wako linaweza kufanya mama akapigwa. Kama nirudie vizuri. Kusudi la mtoto wako linaweza kumfanya baba akapigwa. Hii inaitwa indirect battle. Mwambie jirani yako indirect battle. Utajua koko indirect battle. Ukitoka kama umekosota msaisha nje baadaye, si ndio? Indirect battle ni kwamba shetani anapambana na mtoto, lakini kwa sababu ni ngumu kumfikia mtoto, anapitia kwa mzazi. Anamgonga mzazi. Kwa hiyo unashangaa baba ghafla biashara imeharibika, kumbe shana anapambana na mtoto asisome. Aishie katikati. Mama anaanza kuumwa ghafla.
Wewe unafikiri mama anaumwa? Shida ni wewe. Kwa hiyo shetani anatafuta kila kizuizi ahakikishe kambana atoke. Na ndio maana kuna wakati unaweza karudi kuombea biashara isitoboe. Unaweza karudi kuombea ugonjwa usiondoke, kwa sababu wewe hujui sehemu ya tatizo ni wapi. Kwa hiyo unapapasa. I'm telling you. Nishakuta hayo sana. Mimi nikutana na mtoto anaumwa, alafu namwombea Mungu, ananiambia achana na mtoto, kamwombee mama yake. Kwa kwamba mtoto yenyewe anaweza kateseka kwa ajili ya mama. Kusudi la mama linaweza kumtesa mtoto. Kusudi lako linaweza kumpiga mume wako. Kusudi lako linaweza kumpiga mke wako. Kusudi. Shetani anafanya vitu kwa sababu gani? Anajaribu kufanya indirect battle. Haji kwa moja kwa moja. Kwa sababu kwa moja kwa moja utaanza kupambana. Si ndio? Kwa anapitia kushoto. Ukisoma kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza, alimfanyia Ayubu mchezo huo. Na hii ni vita ambao watakatifu wengi hawajafundishwa. Wakati mwingine shetani kama anataka kukupigia wewe, hakupigi wewe. Anaenda anamtafuta mtoto wako, anamtandika. Anaenda anamtafuta mzazi wako, anamtandika. Alafu akitandikika vizuri na wewe inakupata. Wewe unapambana na mzazi, lakini shida ni wewe. Soma kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza. Shetani alifanya ujinga huu hapa. Kila vita loinua unasikia watu kutoka sehemu fulani, jeshi la mtu fulani limekuja likapiga ng'ombe zote zikachukua. Na akaona itoshi, akashusha. Na ambia kitu kimoja, shetani alishusha moto kutoka mbinguni, alikuwa akosei. Alikuwa na lake jambo. Alikuwa anamsingizia Mungu vita. Kwa sababu wakati ule moto ulikuwa ukitoka mbinguni, unajua tu ni Mungu yuko huko. Unaelewa? Amen. Wanaambia moto kutoka wapi? Mbinguni. Umeshuka ukachoma kila kitu. Kwa anasema huyu Mungu mkatili. Lakini shida nini? Ukisoma Biblia, shetani alienda kuomba ruhusa kudili na nani? Na Ayubu. Indirect battle. Kwa unashangaa biashara inakufa. Anashindwa kusoma. Unamtia moyo, mwanangu usihofu. Mama ataenda sawa tu, biashara itaenda. Hujui kama shida ndio yeye. Listen, ukisoma kitabu cha Yohana, kitabu cha Yona, unamwona Yona anatia balaa meli nzima, lakini shida ilikuwa ni nani? Ni yeye. Mungu mwenyewe ana tabia hiyo. Wakati mwingine anapokutafuta wewe, anaanza kupiga kila kitu karibu yako. Listen to me. Devil hana mkakati mpya, hana mbinu mpya, zote ana copy kutoka kwa Mungu. Shetani anatengeneza chochote kipya, vyote ana copy kutoka wapi? Kwa Mungu. Let me show something. Na mfahamu kitu kimoja. Lima kata si amanta. Mathayo 2:16. Ngoja nizungumze haraka hapa tumalize. Mathayo 2:16. Umefika au bado nikusaidie? Nimefika. Mathayo 2:16. Ndio. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhibika sana. Akatuma watu akawaua wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua. Ikawa muda ule uliohakikisha kwa wale mamajusi. Listen to me. Baada ya Herode kudhihakiwa, nasema kwa nini kudhihakiwa? Alichokifanya nini? Yesu ni mmoja, lakini alikula watoto wa eneo zima. Listen, shule za kafungwa kwa ajili yako. I used to tell people sometimes, ngambia mimi nikiajiriwa hiyo kampuni za kafungwa. Mimi nasema kwa kweli tu. Mimi nikiajiriwa kampuni za kafungwa kwa sababu najua I'm not channeled to that. Listen, Mungu kufunga kampuni kwa ajili ya kutafuta wewe. Kawaida hiyo. Mabejini yako kawaida sana. Kawaida sana. Kama mizigo ilitupwa. Mizigo ilifanya nini? Ilitupwa kwa ajili tu ya Yona mpaka ajiseme. Unafikiri ni hasara kiasi gani? Container la Christmas litakuja mwezi wa 7 kwa ajili yako. Ile miti ya Christmas ile umeagiza inakuja mwezi wa 7 kwa ajili yako. Wewe ndio unatafutwa. Imagine Yesu Kristo
anatia hasara. Hii ni hasara alitia. Kijiji kizima. Shetani ameamua kupita kutafuta chake. Anataka tumuue. Baada hapo nadhani kidogo ali relax, si ndio? Akasema kama simuone ndani huko. Hello? Amen. Kuelewa sana vita ya hatima wakati mwingine. Usipoelewa unaweza kupigana vita ya kawaida. Na ukisipoijua ushindi wake ni mgumu mno. Kwa sababu ni vita ya kusudi. Some people they call it hatima, some people call it kusudi, whatever. Sindio? Nikisema hivi nafikiri naeleka sana, kwa sababu nishafunjaka masomo kusudi hatima muda mrefu. Mungu anipe neema, nitaandika kitabu nitatoa, yaani kitasaidia watu wengine namna ya kufahamu kusudi. Maana kati ya sehemu ambayo tumefungwa ni hapo. Namna kujua kusudi lako. Vita leo kwenye kusudi. Now I'm speaking very easy. Sasa kwa kuna wakati ambapo mtu unakutana na vita, lakini vita yako rafiki yangu sio kwa sababu you are beautiful. Sio kwa sababu eti kuni mnaomba sana. Hapana, kwa sababu kuna kitu kinatafutwa na kimeonekana wapi? Kwako. Kwa wakati mwingine baba anapigwa, dada anapigwa, familia nzima inatandikwa. Shida ni nini? Ni wewe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo inakutia ufahamu. So kila vita unaondoka tu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes, it's fine. It's fine. Sio mbaya. Jina la Yesu lina nguvu. Lakini pasipo kujua chanzo. Mzizi ulipo, kuna vita zikauke. Tegemea sana. Hello? Amen. Mwambie jina lako tegemea. Na mwisho siku ndio unamgomea Mungu. Kuna watu wanamgomeaga Mungu. Mungu sipofanya na hii, basi sifungi tena, saombi tena, kanisa siendi. Kaweza mkataba, si ndio? Mungu atajua mwenyewe sasa na watu wake. Kwa ninakufundisha jambo hilo. Kuna kipengele kimoja ambacho nataka tukiendee hapa. Kimoja. Nenda haraka mtanisamehe. Sasa kudili sana huko. Kwa indirect battle nimesema, si ndio? Direct battle shana na dili nao mwenyewe. Lakini akifanya indirect battle anaenda kupitia vyote ambavyo vimekuzunguka. Vyote. Ni eneo, ni watu, wote dili nao. Kuna watu, kuna siku moja nilikuwa nafanya maombi nikamwambia watu kuna watu hapa destiny. Kuna watu sasa hivi ambao destiny helpers wao wanapitia maisha magumu. Lakini hawapitii maisha magumu kwa sababu ni tatizo. Wanapitia maisha magumu kwa ajili yako. Kwa sababu wajikana wakiinuliwa wanakuja kukuinua wewe. Kwa hiyo shetani ashachungulia, kaanza kupiga indirect battle. Inapigwa cross. Si ndio? Kwa hiyo shanga kuna kijana anateseka kule, kumbe anajulikana. Akiinuka tayari na wewe umeinuka. Unaona vizuri? Amen. Kocha anafanya nini? Anapiga cross. Safi tu. Huyu hapa alipo hawezi toka pasipo yule. Sio leo mahesabu. Huyu alipo hawezi kutoka pasipo. So anachokifanya anafanya hivi. Anaenda kudili na huyu. Ila target ni wewe. Lakini anadili na huyu. Ndio maana tokeaga kwetu. Na wengi wetu. Ndio maana naambia kuna wakati mwingine mbali na kusema tu baba niletee destiny helper, mwambie Mungu pangua kila vita ambalo alionao destiny helper wangu, kamtetee, kwa sababu anapitia vita ngumu anasikutana na wewe. Na umekazana kwa baba mlete wakati mwenyewe anashindwa kutembea huko aliko. Kakutana na vita ngumu, kutembea wezi, wewe kwa baba mlete, si ndio? Wakati mwingine mwambie Mungu destiny helpers wote alipo, Mungu na watumia msaada wa malaika zako. Nenda ukapambane, Mungu kawasaidie, kwa sababu wakati huu yamkini amekatishwa tamaa, kila kitu kimegongwa. Hata ukimwambia wewe destiny helper kwanza akapige. Kwa sababu anakuona kama unamtania. Anakuona kama uko serious kwa hali alionao wakati huo. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaelewana vizuri?
amenena mwenyewe. Haleluya, ninaishi nikitazama. Amenena mwenyewe. Thank you Jesus. Ishi kitabu cha Luka, tabii turuke sana, inaweza kukua muda wetu mzuri. Kitabu cha Luka mlango wa kwanza, ambao nisome kwa haraka sana, mstari wa 5 mpaka 17. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Luka 1:5 na kuendelea. Ndio. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Mtumishi wa Mungu, kwa ajili ya muda nenda mstari wa 13. Kwa ajili ya muda nenda 13 mpaka 17. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkewe Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Na mtoto hivi, niulize wazazi, siku hizi bado mnapataga majina kutoka kwa Mungu? Ndio. Haleluya. Mwambie jina lako haleluya. Haleluya. Mwambie hongera sana. Yao kuna majina mengine nasikia magumu mpaka naanza Mungu, ili jina sala Kikorea ili jamani. Kumeshangaa movie Kikorea, kampenda si Chumpio huko, kaja kampa mtoto wake. Kwanza sasa hivyo ni Chumpio. Sasa kama mtoto anaanza kwa tabia za ajabu, kumbe mama aliangalia movie ya nini? Kikorea. Siku moja nikaenda mahali nikana hudumu, ilikuwa ni mkesha. Then Mungu akaniletea jina la mtu. Then I call it. Kuna mtu anaitwa fulani hapa. Akasema mtumishi, nipo mimi hapa. Nikamuuliza, niambie jina lako lito wapi? Kwa sababu kila unachopitia kimeendana na jina lako. Akaniambia mamangu alikuwa anampenda mwanajeshi mmoja sana, ambaye alikuwa anaita jina kama la kwangu. Kwa mwisho wa siku akaamua kunipa jina. Nikasema wewe ulipenda sifa moja ya mwanajeshi, yamkini alikuwa ni mahiri, si ndio? Lakini ulijua tabia zake nyingine? Ulijua vifungo ambavyo anatembea na hivyo mtu? Amjui. Kwa sababu umempenda tu mwigizaji handsome, unambandika mtoto wako Chiomping, nenda nalo, si ndio? Na kama kweli kizazi sasa hivi kinabandika majina kwenye movie vibaya mno. Sasa mnashangaga wanakataa kurithi, lakini ukikaa naye vizuri unajua kugundua kampa mtoto jina la Kikorea huko. Sasa mbona mweusi hivi unampa mtoto la Kifilipino huko? Na sasa hivi sinema zetu zinazonoga noga hizi. Maana sasa hivi mna sinema zetu zinanoga noga hizi, sizielewelewi. Sikia mtoto anaitwa Jua Kali huko. Mimi sijui. Mungu awasaidie. So Zakaria, ukiangalia zamani wazazi kabla ya kumpa mtoto jina, muombege Mungu wakati mwingine. Na sijui yeye ni Wakristo wengine ambao hamjui hata Biblia. Biblia yenyewe ukisoma, kila mtu alimpa mtoto wake jina, alimpa likiwa lina maana. Aidha alimpa akitamka maana mwenyewe, ama alimpa kutokana na Mungu alivyompa. Unaelewa vizuri watumishi wa Mungu? Amen. Kwa msiwape watoto majina ovyo ovyo, kwa sababu majina yale yanakwenda kutembea na maisha yake. Halo? Amen. Tena vizuri Amina. Kwa jitahidini sana kwa wazazi wenu. Na leo siku ya mama, tena tunafurahi mko hapa. Tutazungumza. Mstari wa 14. Ndio. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Wait there. Biblia inasema nawe utakuwa na furaha na watu wengi. Listen to this. Wewe kwanza utakuwa na furaha na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Maana yake kila mtoto anapozaliwa huambatana na furaha. Naomba nirudie sentensi yangu. Kila
mtu anapozaliwa huambatana nini? Na furaha. Are we together? Amen. Hello? Amen. Omba jirani yako, uliambatana na furaha. Uliambatana na furaha. Alafu mzee, leo iko wapi? Leo iko wapi? Unaona vizuri? Ukisoma Biblia inasema kwamba kila mtu atafurahia. So mtu anapozaliwaga kusudi. Listen to me. Huyu malaika haongei kutokana kwamba mtoto wetu atakuwa kiume. Naomba nielewe. Haongei kwa sababu mtoto huyu atakuwa handsome. Anasema utakufurahia kwa sababu ya kusudi lililoko ndani ya mtoto huyo. Kile ambacho kama kibeba ndicho ambacho kitakupa furaha. Kwanza utasikia furaha kwa sababu kwanza ulikuwa mjane. First of all, ndio? Lakini listen, kusudi alishikwa furaha kwako na familia yako. It goes beyond. Inaenda zaidi ya familia. Na ndio sifa ya kusudi. Kama kusudi lako unajiona unahudumia familia yako mwenyewe, uyabeba kusudi bado. Katafute kusudi lako. Narudia vizuri. Ukiona kusudi lako unasema mimi na kusudi lakini kinachofaidika ni familia yako peke yako, bado hujagundua kusudi lako. Kalitafuta. Kwa sifa kusudi, familia itafurahia sawa. Si ndio? Na wengine sio wote watafurahia. Anaweza kufurahia wachache. Kwa sababu kuna makusudi mengine ni makali. Wewe unakuja unasema nimekuja kwa roho ya Elia, unaanza kuvunja vibuyu vya babu na vya shangazi na wajomba. Unafikiri watakufurahia wote? Eti? Hapana. Atakufurahia? Hapana. Kwa atakufurahia tu mama aliyokuzaa yamkini, kuthibitisha ile furaha ya kuzaliwa kwako. Lakini watakokufurahia zaidi ni wale wa nje. Naomba uelewe. Watakao kufurahia zaidi ni wapi? Wa nje. Kwa hiyo kila mwanadamu anapozaliwa au kila mwanadamu anapokuja ndani ya dunia, haji yeye, anakuja kusudi. Siku moja niliwaambiaga wa mama, kama mnataka mtoto, jifunze kuongea na Mungu vizuri. Mungu hakupi mtoto kwa sababu una mayai ya kushoto si kulia. Kama unafikiria hivyo sawa, lakini ninakusaidia. Ukiona kama muda mrefu umekosa, mpange Mungu, mwambie Mungu, nipe mtumishi wako. Mungu anapenda kuwekeza popote ambapo anaona anafaidika. Kama nirudie vizuri. Mungu anawekeza popote ambapo anaona anafaidika. Juzi nilikuwa naongea na mwanangu mmoja, ni partner. Kuna jambo nilikuwa namuomba Mungu. Afu Mungu akaniambia hivi, "Wewe unaomba nini mimi? Nimeweka hela huko." Sasa mimi kuongelea jambo la hela ni mzito sana, na Mungu ananijua. 2 weeks nilifikiria ile jambo. Kisha siku akanipigia, "Sorry baba, nataka kusalimia." Nikamwambia sawa, karibu nipigie. Akanipigia, tulikuwa tunaongea. Hapo tunaongea, nikamwambia ngombe kitu. Nataka update partnership yako. Akaniambia sawa. Alafu nikamtajia na kiwango. Sikiliza vizuri. Nikamtajia na kiwango. Nataka uanze kumtolea Mungu kuanzia hivi sasa hivi. Sina tabia hiyo. Ulizotabia, sina tabia hiyo. Alafu akaniambia sawa. Sasa nikajiuliza, huyu mbona hajashtuka? Nisikize vizuri. Huyu mbona hajashtuka? Kwa sababu mimi nitarajia ashtuke ama aniulize kwa nini umekwaje. Unaelewa? Ni mimi ndio nilivyo. Lakini hakushtuka, akasema tu sawa. Alafu baadaye akaniambia hivi, nilikuwa nikiongea na Mungu. Nikamwambia Mungu, nataka nini nitoke asifanye cha hela. Ukinipa jambo fulani, kazi fulani, ukinipa, nitakuwa na uteleka ngofanya cha hela. Mimi sijui. I'm the one that prophesied about that job. Mimi mwenyewe ndo nilitabiri hiyo kazi, ngambia tayari kazi imepatikana. Akiwa nyumbani hana ile wala lile. Unaelewa? Mimi peke yangu. Lakini sijui kama kumbe naye kwa ameshamuongelesha Mungu huko nyuma. Nilikuwa sijui. Sasa akamwambia Mungu, ukinipa kazi hii, kiwango cha fanya hela nitakupa wewe. Mimi sijui. Kwa sababu juzi naongea naye, afa akaniambia kitu baba, nikamwambia yes. Akaniambia unajua wakati natafuta hii kazi nilikuwa mwambia Mungu nitakupa kiwango cha fedha. Lakini mwambia Mungu hivi,
hichi kiwango cha fedha sijui nipeleke wapi wala nifanyie nini. Nisikie vizuri, sijui napeleka wapi nafanya nini, lakini utakachoniambia nitafanya. Nisikize vizuri, utakachoniambia nitafanya nini? Nitafanya. Alafu anawaambia tunakushangaa nao ndio umekuja umesema. Kuna wale wamesema sawa. Can you imagine? Kwa Mungu akumbariki huyu bure kwa sababu he make a promise about his kingdom. Aleka ahadi kwa ajili ya ufalme wake. I tell people, Mungu abariki bure rafiki yangu. Kama unadhani Mungu atakubariki kwa sababu umelala njaa, I'm sorry. Yes, I'm sorry. Kama fikiri Mungu atakubariki kwa sababu eti umelala njaa, unalala njaa sana na afya atakuacha amke asubuhi, maisha yaendelee. Utafutaji wewe? Mtafutaji afanye nini? Achoki. Si mtafutaji achoki? Anakuacha unalala na amka asubuhi unafanya? Lakini kuna level ambayo ukitaka kukomesha lazima ujifunze kula na nani? Na Mungu. Hello. Amen. Hello. Amen. Kwa nipo nilipoambia wamama na nyie mkitaka mtoto acha nini? Nenda kasoma kitabu cha Samueli wa kwanza. Aliteseka muda mrefu, mwisho akaamua akafanya mkataba wake mdogo na Mungu. Mungu kinipa mtumishi wako. Miaka mitatu mnyonyesha, mingine yote wapi? Hekaluni akakutumikia, si ndio? Lakini remember, wakati wote alishaomba na alikuwa kuna kuhani mkuu anaitwa Eli, si ndio? Listen, wakati mwingine mmeshindwa kupokea majibu yenu sio kwa sababu watumishi wenu hawana upako, ila nyewe mmeshindwa kufunguka kwa Mungu. Ana baada ya kufunguka, kila ambacho kitokeo kiwe kifanya nini? Kikawa. Hello? Amen. Tunaelewa vizuri? Amina. So, kila mmoja anapozaliwa uzaliwa na nini? Na furaha. So, listen to me. Na hakuna mwanadamu ambaye ndani yake Mungu amemwekea kusudi baya. Hakuna. Mwambie jirani yako hakuna. Hakuna. Mwambie ndani yako huna kusudi baya. Huna kusudi. Ndio maana anafanya vita usijijue. Ndio maana shetani anafanya vita usijijue. Unaelewa vizuri? Amen. Kwa sababu ningekuwa baya. Oya, siku nyingi sana nishakwambia. Navomolea shetani ili ulitumikie. Si baya. Shetani anapenda vitu vya kumkera Mungu. Anapenda. Kwa kama ningekuwa baya, kitambo sana ushalijua rafiki yangu. Wala singehangaika na wewe. Lakini kwa sababu ni nzuri, anapambana usilijue ili Mungu asifaidike. Lakini I pray in the name of Jesus, utalijua kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Utalijua kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Utalijua kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kama kuna mmoja anaamini sema amina. Amen. Naomba nikimbie watumishi wa Mungu. Naomba nikimbie kwa sababu ya muda. We are out of time. Najitahidi. Alina mandela masitele bana na masataya. Kitabu cha Luka 2. I want to show you something. Saliba haya. Kuna watu Mungu anawarudishia furaha leo. Amina. I'm telling you. Amen. Wengine mtaanza kucheka mpaka muulize mna nini? Amen. Talafta, kicheko. Luka 2. Luka 2. Anza mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu. Watumishi hapa tunasoma juu ya Yesu Najaribu kukatakata, sawa? Ili tuweze kukua muda. Ukitaka kasome mwenyewe mlango mzima. Sasa? Amen. Tuendelee. Nitarudia. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akamtokea ghafla, akawatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope. Kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itokayo kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu Wait a moment. Amezaliwa kwa ajili yenu. Hapa haongelei juu ya jinsia, anaongelea juu ya kusudi ambalo Yesu amelibeba, kwamba ni kwa ajili yenu. Hello?
Amen. Mwambie jirani yako kwa ajili yenu. Si ndio? Kwa hiyo ulichokibeba ndani yako rafiki yangu hakitakufaidisha wewe. Kinatakiwa kumfaidisha kila mmoja aliyoko hapa. And that the time ambapo unaanza kujisifu sasa nimepata kusudi. Hello? Amen. Ukiona sasa unaanza kwa watumikia tofauti tofauti ama wanaanza kuwa connected watu tofauti, that the time ambapo unaweza kusema perhaps now I found my destiny. Yamkini sasa nimepata ile kusudi la nani? La Mungu. Mstari wa 12. Ndio. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walipokuwapo pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wote. Na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twende mpaka Bethlehemu tukaliona hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka wakamkuta. Asante mtumishi wa Mungu. Wataendelea kusoma wenyewe. Mtumishi wa Mungu wamekunja nne kabisa hata kusomea mlango mzima. Kasome Biblia na wewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukisoma Biblia wakati malaika yule anatoa taarifa ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba jeshi la malaika wa mbinguni, si ndio? Amen. Likaonekana likisifu. Likaonekana likishangilia kwa sababu ya kusudi liloingia duniani. Haya yote nasoma kuweza kuprovia ama kukuthibitishia kuwa kila mtu anapozaliwa kuna furaha inaingia duniani mpya. Na furaha hii sio kwa ajili tu mama amepata mtoto wa kike ama wa kiume. Ni kwa ajili ya kwamba kusudi la kimungu limeingia duniani. Hello? Amen. Hello? Amen. Kuna furaha ambayo uliambatana nayo. Kuna malaika ambao walishangilia. And this is the time ambapo guardian angel, malaika wa ulinzi wanaanza kuambatana na wewe. Wakati ambapo uko tumboni mwa mamako, guardian angel wa mamako ndio anasimama na wewe. Lakini unapozaliwa unakuwa assigned kwa malaika wa kwako. Amen. Malaika wa kwako. Ukapishana na malaika. Kwa bahati mbaya hata ukapishana barabarani kariako huko. Shida kwa mfano ukiangalia movie ya Yesu. Wametuharibu vibaya wale. Ila tunashukuru Mungu kwa sababu injili imekuja kwa namna hiyo, si ndio? Ukiangalia movie ya Yesu, wanaona malaika anamtokea Bikira Maria, si ndio? Lakini Mungu akupa neema kasome Biblia yako vizuri. Malaika hakumtokea Yesu hivyo, hakumtokea Bikira Maria hivyo. Malaika aliingia kama unavyoingia wewe. Kilichofanya Bikira Maria astaajabu ni kwa ajili ya salamu. Sio kwa ajili malaika alikuja na mabawa kama vile mnavyoangalia kwenye movie anafanya mabawa nuru inang'aa kila sehemu sio mwangalia hivyo. Hapana, haikuwa hivyo watumishi wa Mungu. Pia tu flash kidogo, si ndio? Akati anatokewa, aliingia kawaida kabisa anatembea. Alikuwa kama mwanaume ni mwanaume, kama mwanamke ni mwanamke. Akamwambia, "Salamu Bikira Maria." Si ndio? Umejaa neema sini. Akasema, salamu gani hii? Kilichomshangaza ni salamu, so mtu. Kuna time ambapo mkifika mtaelewa kwamba malaika wana interact na watu kawaida kabisa. Ndio maana kwenye Biblia akasema hivi, wajalini hata wageni, kwa sababu kwa kuwajali wageni wengine wamewajali nini? Malaika. Kwa sababu anajaribu kuvunja ile ufahamu ambao tunao tuliopewa kwenye movie. Anakuja na pepea. Ndio malaika tu na Bwana. I told you one day mimi niliomba hela na mtoto. Nilikuwa nimetoka chuo. Nikaomba hela na mtoto. Alafu kiangalia hela nilobakia nayo ndio hiyo nimepaka ngapande zangu bajaji niende nyumbani. Hiyo iko mfukoni. Alafu anakuja, "Naomba hela, sina hela nauli." Kama ngalo msinge na lakini simam kweli.
Umefika mpaka mjini una nauli. Nyie ndo mnakulaga ile za shule yenyewe. Kimoyo moyo naenda zangu na shughuli zangu. Sikumjibu. Hatua 5 sikumaliza. Nakumbushwa. Hivi ujui ya kuwa kwa kuwajali wageni wakati mwingine, kwa kuwakarimu wageni wakati mwingine, mnawakarimu hata malaika. Nikasema Akasema ngoja nimwangalie mtoto. Kwa sababu mimi sehemu ambayo nataka kupanda daladala au bajaji ni sehemu ambayo nataka kutembea. Lakini ndio hivyo, sitakagi shida wakati mwingine. Sio? Kwa akasema ngoja nimwangalie. Kugeuka mtoto hayupo. Kwa nikaanza kujifikiria. Kakatafuta sikaoni. Akasema hii tayari shagongwa hii. Hii nishapitwa na gari la nini? Na mshahara. And this happened to you. Ndio maana Yesu akasema wakati mwingine nilikuja kwenu mkanikataa. Kwa sababu nyinyi mtegemea atakuja kama vile ambavyo na movies za Yesu Kristo mliona zile anapaa na mawingu anakuja na ng'aa, sio na kuna watu paka leo akimwona Yesu anamuona na sharubu vile vile. Handsome fulani hivi, si ndio? Ila takatifu. Safari ndefu sana. Si ndio? Kwa malaika aliingia kwa Maria kawaida kabisa. One day nilikutana na malaika kwenye ulimwengu wa roho. Na alinisumbua. Hii ni kwenda nabii alinisumbua. Sisi ndiko ndo Yakobo sijui, lakini alinisumbua yule malaika. Alafu at the end of time anaondoka. Ndipo napewa ufahamu ya kuwa ni malaika. Akisha kutana naye. Tumezungumza. Alafu wakati anaondoka napewa ufahamu ya kwamba huyu ni malaika. Ulikuwa nani? Akasema oh my God. Lakini alikuwa kawaida. Amevaa nguo za jeshi. Kavaa nguo za jeshi. Na I remember that day ndio siku ambayo akaniuliza unataka nini? Na it was a time ambayo ngo sielewi. Ukutana na wakati mimi ukaniuliza maswali ningekuwa niamkini nisingekujibu. It was a time ambayo ngo sielewi, nimevurugika kichwa, mambo mengi yamenikaba. And that time anaambia unataka nini? Afu nikaongea naye nikamwambia nimwombe mpaka namba ya simu. Can you I'm telling you, nimwombe mpaka namba ya simu. Akanipa ya kwanza akakata, akaandika ya pili akakata. Kumbe mbinguni hamna simu rafiki zangu. Ila kwa sababu nilikuwa kianganizi. Lakini wakati ameondoka unapewa ufahamu alikuwa nani malaika. And from that time na mama bepa wakati mwingine kuli makisa na ndoto zenu. Kuna ndoto nyama ndoto lakini sio ndoto, ni walisia. Mtu unapigwa, unafikiri ni utani, unapigwa kule wakati huo. Unaota unanyongwa, ni walisia, unanyongwa kweli wakati huo. Unafukuzwa kazi, yes, wakati huo uko ulimwengu wa roho unafukuzwa kazi kweli. It's a matter of time, utaamka utasikia tu umeenda. Hasa mimi baada ya kuulizwa hivyo, muda wa kuisha, kila kitu kikafunguka upya. Okay. Kwa nilikutana na Mr. Angel. Hallelujah. Amen. Simama pale ulipo. Umenitenda mema. Umenitenda mema. Umenitenda mema. Yeah.